السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في دورة القرآن الكريم Dhikri Only Academy. Karibu katika program zetu za Quran Dhikri Only Academy, na hii series tunakwenda kukava pate zote za hukumu au sheria zinazohusiana na tajwid, kuisoma Qur'ani kwa kuzipa haki kila herufi, kila hukumu na mfano wake. Mazoezi mengi, kila mwanafunzi hakikisha anatutafuta kwenye WhatsApp ili mradi apewe mazoezi mengi na kutoa mifano hai kwenye Qur'ani mingi ili mradi iweze kuzoea hizi hukumu, atuzisomi tu kama notes na mfano wake kama hivyo. Kwa wale ambao hawajatutafuta kwenye WhatsApp, basi mawasiliano yetu ni yale 0713225702 au 0685303727, Tanzania code +255. Na unaweza ukashare pia kwa marafiki zako wapate kujifunza watu wengi zaidi. Hivyo leo tunaangalia kitu hiki kinaitwa hamzatul wasl. Katika darasa yetu hii ya mwanzo katika series hii tunakwenda kuangalia nini? Hamzatul wasl. Hamzatul wasl ni nini? Hamzatul wasl ni ile alif ambayo inakaa aidha katika neno lakini inakuwa juu yake ina kialama hiki cha swil. Kialama cha nini? Cha swil. Kwa hiyo hii inaitwa nini? Hamzatul wasl. Sawa? Na inakuwa ina hukumu zake hii hamzatul wasl. Vipi inatakiwa isomwe, tufanye nini inapokuwa katika neno, na ndio tunaangalia katika hii darasa yetu ya leo hapa. Kwa hivyo hamzatul wasl inakuwa haina tashkir. Mara nyingi inapokuwa kwenye neno inakuwa haina nini? Haina tashkir. Naposema haina tashkir na kusudia nini? Na kusudia inakuwa haina dhamma, haina fatha, wala haina kasra. Kama ulivyoiona yenyewe tu inakuwa imekaa hivi. Hamza yenyewe na hiyo wasl yenyewe inakuwa na kiswili hiki kidogo hiki, kiswili kama tulivyokionyesha hapo, hiki kiswili. Sasa tunatakiwa tufanye nini? Kwa sababu haina fatha, haina tashkili, yani haina zile alama ambazo zinatuita sisi tusome kwa utaratibu fulani. Kwa nini tunatakiwa tufanye tunapokutana nazo hizi? Kwa hiyo hizi tunachotakiwa tufanye, either tunakuwa tuna ignore ile hamzatul wasl na kulisoma neno lenyewe kama lilivyo, kama hapo sbir, naona, au tunaweza tukahitaji ile hamzatul wasl kwa kutia fatha au kasra au dhamma. Kwa wakati gani tunatia fatha, wakati gani tunatia kasra, wakati gani tunatia dhamma? Hamzatul wasl yenyewe katika Qur'ani imetokea kwenye sehemu mbili, kwenye nomino na kwenye vitendo. Imetokea kwenye nini? Kwenye nomino na nini? Na kwenye vitendo. Tunaposema nomino yani nouns, sawa? Na vitendo tunakusudia ni verbs, vitenzi, sawa? Verbs. Kwa hiyo pale ambapo hamzatul wasl imetokea katika nouns katika Qur'ani, 99% ya majina ya vitu yalipokuwa yametajwa katika Qur'ani, basi yametajwa kwa nini? Kwa hamzatul wasl. Lakini hamzatul wasl imekutana na nini? Na lam. Kwa hiyo ikiwa ni hivyo, basi tunatia nini? Hukumu yake tunatia fatha. Tunatia nini? Fatha. Haijalishi ni hurufu shamsia au hurufu al-qamariya. Tukisoma kule katika wale wanaochukua katika ile kozi ya lugha ya Kiarabu, basi utakuta tumeelezea zaidi, au utakuja kusoma grammar zaidi huko mbele utakuja kuona. Lakini mfano wake ni hii hapa. Unaona hapo kuna hamzatul wasl na tunaitusoma hivi ash-shajaru, tumetia fatha hapa ash-shajaru. Kwa hiyo kinakujulisha kitu gani kwamba unatia fatha hapa? Unapokuta kuna hii lamu hapa, kwamba hapa natia nini? Fatha ash-shajaru. Na hapo ad-dawab,
tunatia nini hapa? Fatha. Kwa sababu gani? Kwa sababu kuna lamu hapa, ad-dawabe. Sawa? Na hapa an-nas, hatusemi al-nasi, kwenye hurufu al-qamaria na hurufu shamsia, hiyo na fahamishwa zaidi kule. Kwa hivyo hapo tutasema ash-shamsu tumetia fatha, ad-dawabe tumetia fatha, an-nas tumetia nini? Tumetia fatha. Kinyume na hapo, asilimia 99 tumesema. Asilimia 1 sasa iko wapi? Asilimia 1 ya maneno katika Qur'ani ni maneno manne tu ambayo yamekuja yana nini? Yana hamzatul wasl ambayo hautii fatha. Maana yake kinyume chake yenyewe tunatia nini? Tunatia kasra badala ya kutia nini? Fatha. Kwa hiyo yenyewe ni maneno manne tu ambayo yapo kwenye Qur'ani ambao ni asilimia 1. Kwa hiyo katika asilimia 100 ya nouns au nominals zilizohusika kwenye Qur'ani tumetumia nini? Al au ash. Sawa? Al au ash ndio al au ash katika nomino. Kwa hiyo asilimia 1 iliyobakia ya nomino ambazo zimetajwa kwenye Qur'ani tumetumia nini? Kasra. Na ndio nomino zenyewe ni hizi tu. Ismu, muona hapo, ibnu utatia kasra, imraata, sawa, wa maryam banata, wa maryam imraata, naona, wa maryam banata imrana. Kwa hiyo inategemea unaunganisha sentensi au unasimama. Bimaana kama utakuwa umesimama nyuma, basi utakavyoanza utaanza ismu. Kwa hiyo mfano hizi hapa zikikaa kwenye sentensi tunakuwa tunazificha, tunazidrop hii hamzatul wasl. Kwa hiyo mfano utasikia Umar ibn al-Khattab, Umar ibn al-Khattab, atuseme Umar ibn al-Khattab, tunasema moja kwa moja Umar ibn al-Khattab, Umar ibn al-Khattab ukiwa unanyosha sentence, labda kama unasimama. Na inapendekezwa zaidi kunyoosha sentence katika utakapoikuta kwenye Qur'ani imekaa hii nini hizi. Nadhani tutaona mifano hapa. Kwa manake inayobakia yote katika zinazobakia hizo ni asilimia 100 za nini? Za nouns. Bimaana zinazobakia itakuwa nini? Ni verbs. Sawa? Kwa hiyo inapokuwa katika verbs tunachokifanya ni nini katika nini verbs? Verbs zinapokutana na hamzatul wasl inatumika hukumu ya third letter, hukumu ya herufi ya 3. Bimaana ni nini? Kama hili hapa ndio neno letu, alafu herufi ya kwanza ni hamzatul wasl, herufi ya pili tunailuka herufi ya pili, tunakuja kwenye herufi ya 3. Ile herufi ya 3 kama ina dhamma, sawa, basi hii hamzatul wasl itabeba hukumu ya u, sawa, udkhulu bisalam, sawa. Vinginevyo kama herufi ya 3 aidha ni fatha au kasra, basi hii herufi ya kwanza hukumu yake itabadilika, itakuwa nini? Tutabeba hukumu ya kasra, sawa. Kwa hiyo ikiwa ni dhamma mwanzoni kama hapa tunaona mifano katika usomaji wake, tutasoma hapo ud'u ila sabili, ud'u. Kwa nini? Kwa sababu herufi ya kwanza ni hapa, herufi ya pili ni hapa, herufi ya 3 hii ina nini? Ina dhamma. Kwa hiyo tutasoma nini? Ud'u. Hii si haina alama yoyote, kwa tatia nini? Tatia dhamma. Ud'u. Hiyo ndio hukumu ambayo inafanyaje? Inavyotumika hapo. Na tukiangalia pia katika nini zinazofuatia, nimesema ikiwa ina fatha au kasra tunachokifanya tunafanyaje? Herufi ya 3 ikiwa either ina fatha au ina kasra, basi tunatia nini? Tunatia kasra, sawa. Hiyo ndio hukumu ambayo inafanyaje? Inatumika. Tunakuwa tunatia nini? Tunatia kasra. Natia vipi? Mfano wake ndio kama hapa, iqtaraba. Umeona hii herufi ya kwanza, ya pili, ya 3, lakini tunakuja tunatia nini? Iqtaraba, herufi ya kwanza, ya pili, ya 3. Hii kwa sababu ina fatha, kwa hiyo tunatia nini? Kasra. Iqtaraba, sawa. Katika video nadhani ni fupi, video zetu dakika 10. Video inayokuja tutakuja kuelezea zaidi nini cha kufanya
zaidi. Kwa mifano,